Guys, umesoma finance bila makazi ni kulia mafuta, because if that's your concern right now, then you're making him proud because that's what he wants. Finance bill mambo gani? Mimi abana soma hiyo finance bill na mimi iko kataa kabisa. KRA ni nani? Wako na percentage yao hapo ndani. If you can't take my example, leave me alone. Most of you people amuzi soma hiyo kitu na hata mjui. Sawa, kitu ya kwanza na hii ni ngori, KRA tracking your data. Finance bill inapitishwa 25th of May. Of May. And saizi imafuta tu ni kutu distract, bruh. Kazi ni kulia Arsenal. Saizi tunalilia nchi. Mosoma finance bill. If ujasoma agachupu. Sasa wa Kenya wasahau, na ilikuwa strategy ya kufanya tusahau finance bill. Hatujasahau finance bill. Tumechoka na nyinyi na tumechoka na hizo finance bill zenu za ufala. Correction. Sema tunajiunga na Wakenya wengine kukataa finance bill 2026. Reject finance bill 2026. Ngoja, more KRA power and digital monitoring. Namaanisha nini? Gives KRA power to go through your M-Pesa transactions. Makes it hard for you to avoid taxes. Sasa KRA iko na permission ya ku go through our M-Pesa statements. Even though in effect, the government ama the KRA wants to make it harder for business and people earning money digitally to hide income, avoid paying taxes, and under-declare sales. Unaona like our business owners wakienda kuandika like pesa yenye wana earn monthly. Let's say uko na 20 like paying vitu zinaingia kwa M-Pesa and monthly una earn 300k, but ukienda kujibu hapo kwa tax kwenye unafaa kulipa tax useme eti uwe una receive a monthly ya 50k. KRA ita go through M-Pesa statements ione unakuangana 300k monthly, and so itaandika hapo iseme the numbers do not match. Hakuna ku avoid taxes, una pay tax according to pesa yenye una earn. Unajua, so KRA saizi inataka ikuwe na a wider authority ya ku access your employee filings, ku access your mobile money transactions, ku access third party data transactions unafanya, kwa sababu inataka ku build a complete profile ama complete financial profile about you. So juu inataka ku shift from when you unaweza self declare your tax, unaona, to a system yenyewe inaweza itajua your whole digital footprint. So usipo declare anything watakuwa already washang'amjo. Hiyo ni ngori wewe. Atu mobile money na M-Pesa. Unajua saizi iko hii proposal anytime utakuwa una send pesa through M-Pesa, Airtel Money, sijui PesaPal ama hizo platforms zote wanataka kuweka 16% VAT, unaona, kwa the transaction charges. Wewe mwenyewe utakuwa uzioni. Unaona, so inamaanisha tuseme unatuma tao. Ukituma tao normally charges ni kama 15 shillings. Lakini ukiongeza hiyo VAT kwa hiyo transaction charges utapata inaongeza hiyo dona 2.4 Kenya shillings. So unapata inakuwa kitu kama 17 shillings yenye itakuwa passed to nani? To you. Finance bill. Wacha nikupe example. Morio ametoka Kilimani, ametoka kutolea mumama nguo. Mumama akamtumia do kwa M-Pesa. KRA ni nani? Wako na percentage yao hapo ndani. If you can't take my example, leave me alone. Na si huyo mwenye amekutumia anatoa tax, ni wewe. After tizi umefunguana. KRA. Hiyo unataka kulipa rent ukifika kwa landlord. Rent imeongezeka by 10%. KRA. Unataka simu mpya ya macho tatu. KRA wameongeza tax. Nikiendelea kupata example kama hizi. Engine machaji na manyonyo ni smartphones manze. So mobile phones itakuwa VAT exempt from July 1st 2026 hii proposal ikipita. So hautakuwa unalipa hiyo VAT pale hivyo kwa shop. Lakini government imekuja ikacheza kiukafuere, ikaamua ni aje itaeka kitu inaitwa 25% excise duty. Na itakuwa charged the moment hiyo simu yako imekuwa activated to a network. So utabai simu yako cheap, sikatai. Lakini manze hiyo simu itakuwa taxed the moment hiyo simu yako imekuwa switched on. So kutakuwa na the same pain lakini different pockets. Unacheki? Wanasema hizi pesa zenye sijui umetumiwa na boyfriend, umetumiwa na mom, hizo hawaangalii hizo. Zenye wanaangalia ni till number payments. You sell clothes online via M-Pesa. You receive regular payments for services. You run a TikTok business and get customer payments. Hiyo ndo pesa wanataka kutax. Small businesses owners
bro. Sami ya bana jua imeandikwa nini but nimeikataa kabisa. Naona kuna hashtag imeanza kutrend ya Reject Finance Bill 2026. Na mimi ningependa kuhimiza wenye wanaanzisha hiyo hashtag, tafadhali wachaneni na hii finance bill ipite. Nilikwisha sema, let this finance bill sail through. Msipinge hii. Wakenya hatujachoka. Bado we have a lot of energy. Kama bado kuna watu wanaimba tu term, we are not tired bana. Haina haja tuende kwa street, watu waende wapigwe tena bullets kama ile last time ya kina Rex. Alafu bado kuna Wakenya wengine wako kwa TV wanawaita wajinga. Wanafuata nini kwa street? Kuna Wakenya, but people are not tired guys. Wacheni finance bill ipite. Let this finance bill sail through. Msipinge hii. Hatujachoka. Kama tuwezi imba one voice, bado kuna mrengo wa two term. Sijui bado. Let this thing sail through. Wacheni kitu ipite bana. Hey, you have exactly 8 days left for you to stop the government from increasing your rent money or even increasing mobile money charges or transfer charges. The parliament has given you up until May 29th to submit your public views, your public participation views regarding the Finance Bill 2026. They have come up with a simplified way for you to do that. And I'm going to be explaining to you step by step how to go about it. First of all, start by scanning this QR code that I've displayed here for you on this video. Once you have scanned this QR code using your phone camera or even your phone scanner, then this opens to a form that requires you to write your name, your ID, and proceed on to the next page. Now, on the next page and the next consequent pages, you will see clauses of the finance bill that have been simplified there, written in simple language by the parliament, for you to read and understand how it affects you as a person and how it affects us as a nation. So, you have to tick I support or I do not support, and then down there you give your justification. You go on and on next until you hit submit. As simple as that. Just a simple form that will stop you, or that will stop your government from taking 3.5 trillion shillings from your pockets this year. So, come on. Let's make haste before the May 29th deadline. So expect pesa inalipa kwa rent ifanye nini? Ipande jo. Ingine machaji na manyonyos ni electric vehicles na bodaboda. Unajua last year government ilitoa VAT kwa ni electric motorcycles, electric buses, nini ingine lithium batteries, iko inataka ku promote clean transport. So wasi wengi wa bodaboda wakaanza kwenda wapi kuswitch kwa EVs, unacheki. Now if finance bill ina propose kitu moja, changing hizo items from zero rated to VAT exempt. Hii ni move yenyewe jua ita increase the cost of electric buses, motorcycles, vitu kama hizo manzi, hata lithium batteries. So kuna kitu inaitwa zero rated VAT, 0% VAT charged, lakini businesses zinaweza claim hizo funds, so products wangaza na remain cheaper. An item ikikuwa VAT exempt inamaanisha nini? Customer hata chajiwa hiyo VAT, lakini pia businesses haziwezi recover hiyo VAT cost, so products often wangaza zina remain high ama expensive directly ama indirectly. Utanisema hivyo jo. Pesa ngori ni wase wa classic na vintage cars manze. Wase car enthusiasts, enthusiasts about nini manze. Kama cheki, kama kuna gari ni 30 years old na tuseme value gari ni kama 10 million ama more, it attract 50% excise duty. Na hii ilifa saizi I think ni 20% ama ni ngapi manze. Mtu wangu, so kama kuna gari ya 1990s Land Cruiser mse ama classic Mercedes Benz, wewe jo utataxiwa 50% jo. Watu wa mitumba pia nyame jawachwa. The government ina propose ama inakaku treat 5% of the customs value of every imported mitumba bale, unaona, as automatic taxable income kwa the trader. Inamaanisha nini? Ama traders watapasi your cost to you. So bei ya thrift bana jo Japana jo elisa wende nunue nguo mpya jo. Ukiangalia yale mbaya yako kwa hiyo finance bill, unashangaa tutaishi wapi na tutaenda wapi. The cost of living is already unbearable for many. Kenyan workers, wafanyakazi wa Kenya saa hii. Sijui kama kuna mfanyakazi Kenya hii ambaye anatarajia ama anatazamia kupata payslip. Maisha ya kufanya kazi nchi sasa imekuwa kama ni utumwa. It's slavery. And Kenyan workers are paying every day over taxation. Na ukweli ni kwamba
hii serikali imetoka kwa mpango wa IMF program. Why did they get out of the IMF program? Kwa sababu wamekataa audit. IMF inauliza audit. Na mnajua kwa nini wanakataa audit? Sisi zote tunajua kwa nini wanakataa audit. Because they have refused to accept that audit. They have gotten out of the IMF program. Sasa they are trying to look for money to plug the holes through overtaxation. That is the truth. Tuambiane ukweli na tuambie wananchi ukweli yale ambayo yanafanyika. So whether you bribe leaders of the transport sector for a day or two to get out of the street, whether you intimidate them or whatever you do, the problem does not go away. And this is the same short-termism, short-sighted way of managing the country that these people have adopted. There's a problem, throw money at it, bribe some people, or alternatively intimidate them or abduct them, or alternatively say ni kabila fulani nataka kuleta shida. You are moving all of us into a crisis and trying to profile one community. Eti, you think it is going to be fashionable? Shida ambayo iko kila mahali Kenya hii. Hata ukienda Garissa, uende wapi, shida ni hiyo kila Mkenya anapitia. Sasa kwanza kuambia wananchi eti ni maneno yanaletwa na kabila moja and so on and so forth, which doesn't make sense. Bado watoka Jaramogi na Kenyatta wanauliza kama Kenya kuko sawa, nikawajibu Kenya kuko na disaster. Watoto wetu wanazidi kuzikana na Tomboya ameshika tamu, alituacha kama angali kijana. Je, angekuwa mambo yangekuwa sawa? Ndivyo walivyopanga Maulana. Deni mulizoacha bado tunalipa, na tumekopa zingine China, tukajenga reli pia barabara, zilizobaki watu wakasanya. So tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisiki dawa, tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie bane, baya leo kuliko jana, usipoziba ufa tutajenga kuta, tusake zetu tungali vijana. Oh my God. Bien. I noticed in 2016, that's what was actually